vita ya maneno iliyoua hatima ya wakuu, vita ya maneno iliyoua hatima ya wakuu, vita ya maneno iliyoua hatima ya wakuu. Kuna maneno kama 5. Kwanza ni vita, la pili la tatu ni hatima, la nne wakuu. Vita ya maneno iliyoua hatima ya wakuu. Maneno ni mbegu na ni silaha nzuri sana yakitumika vizuri, lakini maneno hayo ni silaha mbaya sana yakitumika vibaya. Na wanaojua kuyatumia maneno, maisha yao na vizazi vyao huwa vinabaki salama sana, lakini wasiojua kuyatumia maneno, maisha yao huwa yana changamoto sana na vizazi vyao vina changamoto sana, kwa sababu baraka ni neno linalozaa au linalochochea. Baraka ni maneno, halikadhalika pia na laana ni maneno. Kwa hiyo tutajifunza leo vita ya maneno iliyoua hatima ya wakuu, hasa kwenye familia. Wengi tumetoka kwenye familia ambazo tumekuta kuna maneno mazuri na mengine mabaya, ya mikwamo na mengine yanabusi, yanatunyanyua juu. Miaka kama 3 imepita, ni kitu ambacho huwa nikikaa nitafakari sana. Nilikutana na ndugu mmoja ambaye alikuwa ni CEO, mkurugenzi wa shirika moja hivi la kimataifa. Alikuwa amefanya kazi kwenye ile shirika almost 10 years, miaka 10, miaka 8. Na kwa hiyo miaka 8 alianza na mshahara wa milioni 5. By then tunakutana naye alikuwa na mshahara wa milioni 10. Guess what? Kwa miaka 8 ambayo amekuwa kama mkurugenzi kwenye hilo shirika, hakuwahi kumiliki hata uwanja wa 20x20. Hakuwahi kuwa na nyumba yake binafsi. Sasa wakati tunakutana, aliomba appointment tuzungumze. Kwa hiyo alipokuja akaniambia, mwalimu, nina matatizo. Nikamwambia usitumie neno matatizo, tumia neno changamoto. Nikamwambia nina changamoto. Sema vipi? Asema nina miaka 8 kazini, sina chochote ninachomiliki kwenye maisha yangu. Kamuuliza una maana gani? Akaniambia subiri nikueleze. Nikamwambia sawa, nieleze. Akaniambia mimi mshahara wangu mpaka sasa hivi take home ni milioni 10. Hiyo ni take home, baada ya makato na kila kitu anapata almost milioni 10. Sema aseme imagine mpaka sasa hivi naishi kwenye apartment. Nikamuuliza hizo milioni 10, kwa sababu nilisubiri labda niambie kwamba nimeziwekeza BOT au nimeziwekeza kwenye hisa za hati fungani au UTT. Manake mtu akiniambia kwamba sina chochote lakini na mshahara mkubwa, huo sishakai. Inawezekana kuna mahali anawekeza, anasubiri baada ya muda avune kilicho kikubwa. Kwa hiyo nikasubiri anitajie kwamba inawezekana nimeingia kwenye mifuko ya hati fungani na wekeza huko. Nilipomuuliza akasema siwekeza popote. Kamuuliza mshahara wako unaenda wapi? Akaniambia kusomesha watoto na kulipa kodi, kula chakula. Na ninachokishangaa ni kwamba walio chini yangu wanaishi maisha mazuri sana. Wanasomesha watoto wao kwenye shule nzuri sana, wamejiwekeza kwa maana ya kwamba wamejenga vizuri sana. Lakini mimi sielewi kwamba niko kwenye dunia gani na hichi kinanisumbua sana. Nikamuuliza una wazazi? Akasema ndio, ila baba ametangulia mbele yake. Aliyopo ni mama.
Kamuuliza, mamako umemjengea walau nyumba kule anakoishi? Akasema, siwahi kununua hata tofali moja. Sasa mtu kama huyo utampeleka kwenye hospitali gani apimwe aina ya ugonjwa unaosumbua? Nadhani hiyo hospitali haipo, labda ni hospitali ya kiroho ndio unaweza kumsaidia. Nikaona huyu siwezi nikaongea naye vizuri, nikamuuliza kwa ngapi? Akaniambia, tupo watoto 4. Kati ya hawa watoto 4, mmoja tu hajasoma. Nina mdogo wangu ana miaka 41, yupo Canada, ni daktari bingwa wa magonjwa haya ya nerves. Miaka 41 hajaoa, lakini ni mlevi kupita kiasi, na yeye hakuna anayemcheka mwingine. Maisha yangu ni maisha yake, na yeye hata kiwanja cha 20 kwa 20 Kabia anayefuata, akabia anayefuata nimejitahidi kumsomesha, amemaliza chuo kikuu cha hilo, ana degree. Na alipomaliza nimemfungulia biashara kama mara 3, ili biashara inakufa. Mara ya kwanza nilimfungulia biashara ya spare za pikipiki, nikawekeza mtaji karibia almost milioni 25, ikaja ikafa. Nikaja nikamfungulia tena nyingine ya grosa, ikaja ikafa. Nikamfungulia tena nyingine ikafa. Sasa hivi tumemwacha tu kwa sababu tumeona hana mkono wa biashara. Akatumia ile lugha kwamba tumeona hana mkono wa biashara, labda tupambane tu apate ajira. Mbele wa mwisho, akasema wa mwisho yuko kijijini, pona mama. Kamuuliza, mama yuko hai? Kaambia, nikaona kuna mengine siwezi kuzungumza naye. Nikamwambia, wakati fulani nikija kwenye huu mkoa, kidogo nihitaji mkoa wenyewe, wakati fulani nikija kwenye huu mkoa, naomba umemuita mama nizungumze naye. Basi kweli nilipoenda kwenye ule mkoa, akawa amemuita mama yake mzazi, tukazungumza. Wakati sasa anataka kuzungumza na mama, akamuuliza, mama, unaionaje familia yako na nini? Yule mama alianza kulia. Kama usilie, nimekuja hapa tuzungumze tu, nimekuja tuzungumze. Akasema, mwanangu, naomba nilie. Okay. Akasema, nilitegemea kwamba huyu mwanangu angeweza kuwa msaada kwenye familia, lakini kama tu siku zangu, kwa sababu sioni faida ya kazi yake, sioni faida ya elimu yake, sioni faida hata ya mshahara wake. Mimi ni wakulala kwenye nyumba ya nyasi. Mwanangu anafanya kazi kwenye shirika kubwa kama hili. Mwanangu wa pili naye changamoto ndio hiyo. Kamuuliza, mama, sasa tulia tuzungumze. Naomba uniambie, mume wako alikuachia hawa watoto wakiwa na umri gani? Na uliolewa kwenye mazingira ya familia ya aina gani? Akasema, mume wako aliniachia hawa watoto, huyu wa kwanza alikuwa form 6. Kwa hiyo nimepambana, nikaraisi hawa wadogo zake na wao wakainuka mpaka hapo walipofika. Ambia sawa. Akasema, mimi niliolewa kwenye zile familia ambazo ni polygamy, zile familia tulizotoka ambazo ni wake wengi, babu nakuta ameoa wake wengi. Kwa hiyo mimi niliolewa kwenye hiyo familia ambayo baba mkwe alikuwa na wake wengi, na hao wanawake walikuwa pia wamezaa watoto wa kike na wa kiume, lakini familia ambayo ilikuwa duni sana. Mume wangu walikuwa ni mpambanaji sana, na ndio walionekana kama nyota kwenye ile familia. Nimefika kwenye ile familia hawana hili wala lile, lakini mume wangu kwa sababu alikuwa ni mpambanaji, tulipambana na kweli tukaleta matumaini mazuri sana kwenye ile familia. Sasa kilichotokea ni kimoja. Wakati tumeinuka vizuri kabisa na tumejiwekeza vizuri na tumehama kule kijijini na tunaishi sehemu nyingine, kwa maana ya sasa tulikuwa tunaishi mjini. Karibu siku moja mume wangu ilikuwa ni asubuhi, ameondoka nyumbani akiwa ni mzima, na mume wangu hakuwa na pressure, hakuwa na kisukari, hakuwa na nini. Siku moja ameamka asubuhi, ananiambia, mama anaenda kazini. Sema sawa, kazi njema. Lakini akaniambia, nitapitia, walikuwa wanajenga ghorofa. Sema nitapita nione mafundi wanaendeleaje
kule site. Akasema isoke sawa, wasalimie pia. Kwa hiyo mzee akaamka drive gari lake mpaka pale kwenye ghorofa alipokuwa anajenga, akawasalimia mafundi. Baada ya kumaliza kuwasalimia mafundi, anataka kuondoka, anapiga hatua chache ili akapande kwenye gari lake. Ilionekana kama amejikwaa, akaanguka. Mafundi wakafikiri kwamba pengine ataamka kwa sababu labda amejikwaa, ameanguka. Sekunde zinaenda, sekunde 30 mara dakika, wakashtuka wakaenda kumnyanyua. Mbona tena mzee hanyanyuki? Wanapeleka, wanaona kama hajitambui. Wakafanya walichokifanya, wakampeleka hospitalini. Wanapomfikisha hospitalini, bahati mbaya wanaambiwa kwamba amepoteza maisha. Kumbuka, ndo kijana pekee wa hiyo familia aliyekuwa amenyanyuka kiuchumi, na aliyekuwa kama tegemeo la familia. Baada ya kile kifo kutokea, unajua maneno yaliinuka sasa kwenye familia. Hapo ndipo tunapokuja sasa kwenye vita ya maneno kwenye familia, yaliinuka. Kumbe wakati mwingine kwenye hizi familia zetu au kwenye maisha ya watu, wakati mwingine unapokuwa umeinuka kiuchumi, saa nyingine hata ndugu zako wanaweza wakatamani uondoke ili wapate ile position uliokuwa nayo. Sasa inaonekana kwamba hiyo familia walikuwa na hayo matamanio. Na kwenye familia za Kiafrika tunajua mwanamke akifa hakuna kikao cha familia, mwanaume akifa vikao vinakaa. Sasa mwanamke akifa wewe vikao vikaa, kama kugawana vitu hamna. Lakini mwanaume akifa, ndugu wanakaa. Sasa wakaraizi maneno, wakainua maneno kwamba wewe umemuua ndugu yetu ili umiliki mali. Kwa walichofanya nini? Walichukua kila kitu alichokuwa nacho yule baba. Alikuwa na haisi nyingi, alikuwa na hiyo ghorofa alikuwa ameanza kujenga na mashamba fulani. Wakachukua wakasema, vyote hivi tunavichukua ili tusomeshe watoto wa kaka yetu. Wewe mama utajijua. Na hata hawakujigusa. Basi wakakaa kwenye kikao baada ya msiba. Sasa kwa sababu maneno tayari yameinuka kwamba chanzo cha kifo cha mtoto wao ni yule mama, maana yake ni kwamba hata nafasi ya kuonekana kama amefiwa na mume haikuonekana. Israeli walianza tena kama kumchukia kwamba wewe ni chanzo cha msiba. Wamekaa wamegawana kila kitu. Yule mama wa hasira ananyanyuka. Kwenye ule mkutano nilinyanyuka, nilikuwa funga kitenge kanga, nikachukua ile kanga nikasimama, alafu nikaitandika chini, nikawaambia wale wanaokoka, kawaambia, kama nyinyi ndio mnasema nimemuua mume wangu ambaye nimemkuta akiwa hana kitu mpaka tumeinuka mpaka leo, na kama mimi ndio mwanamke leo kwenye hii familia, nikaja nikazaa na watoto hawa, na leo hawa watoto mmechukua kila kitu. Ninawaambia, mali ya mume wangu tulioitafuta, kama kweli mimi ndio nimemuua, itajulikana. Lakini mmechukua mlichochukua. Nawaambia, kwenye huko hakuna mtu atakayeinuka kupitia hii dhuluma. Hakuna mtu atakayefikia kiwango alichokuwa amefikia mume wangu, alafu akavuka ile kamba maneno, akasahau kwamba na yeye ana damu, watoto wake ni damu ya kile kizazi. Akasahau kwamba lile neno alilotamka alikuwa linaenda kwa wale waliomrudia maneno, lilikuwa linaenda moja kwa moja mpaka kwa wale watoto wake, kwa sababu ni kizazi kimoja. Shida ikaanzia, maneno yakaachwa. Baada ya muda, zile mali za yule ndugu ziliisha. Sasa angalia mama, hili neno alilolitamka, alitamka kwenye lengo ya kumiliki. Maana yake ni kwamba Israeli akitamka neno ambalo litaenda kuzuia juhudi za watu kwenye eneo la mafanikio,
Kwa hiyo maana yake ni kwamba alitamka hili neno kwa ya kiuchumi kwamba hakuna atakaye miliki au atakayefikia hatua hii. Sasa angalia, kuna aina ya laana ambazo wakati mwingine huwa hazikai kila eneo, ila huwa zinakaa mahali zilipowekwa. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa changamoto ikali, watoto wamesoma, maana laana hii haikuwazuia wasisome. Watoto wamefanya nini? Wamesoma, isipokuwa kwa sababu ametamka neno umiliki. Ndio maana huyu alikuwa anaweza kupokea milioni 10 lakini hamiliki hata bakuli. Maana yake kuna zuio la umiliki kwenye hicho kizazi. Mambo mengine watafanya, wataoa. Ndio maana alikuwa ameoa na ana watoto, watazaa. Lakini linapokuja kwenye swala la kumiliki, ulikuwa unageuka kuwa mtihani. Sasa na huyu mama ametamka hivi na akawa amesahau kabisa kwamba aliwahi kutamka neno. Unajua kuna aina ya neno ambalo linaweza ukatamkiwa leo lisikuathiri leo kwa sababu haujafika kwenye ile level ambayo hilo neno lilielekezwa. Kwa hiyo linasubiri muda ufike, na ule muda ukifika, lile neno sasa ndio linaanza kuathiri kile ambacho umetamkiwa. Kwa hiyo huyu kaka yote haya anayapitia, au huyu mama yote haya alikuwa anapitia, alikuwa anaomba sana Mungu, lakini kumbe hajui kwamba kuna neno aliliacha, na lile neno limeleta shida, vita ya maneno kwenye familia. Ndio maana wakati mwingine uchagua ile ya maneno unayoweza kutamka kwenye uzao wako, kwenye afya yako na kwenye maisha yako kwa ujumla. Sasa hawa watoto hawajui chochote, lakini wamezaliwa wamekuta neno, wana juhudi, lakini juhudi zao hazitakuwa na matunda kwa sababu kuna neno ambalo linazuia juhudi zao. Okay, wataachiwa juhudi, lakini hawatapewa matokeo. Na ndicho ambacho kinafanyika kwenye maisha ya watu wengi sana, kwamba wamebahatika kuwa na juhudi nzuri sana na malengo mazuri sana, lakini wamehakikishiwa kwamba zile juhudi hazizai matunda kwenye maisha yao. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika hapa ni matokeo ya juhudi zao zisionekane, ikawekewa hilo neno. Kwa hiyo kwenye familia tunazotoka pia kuna maneno yanaweza yakawekwa, kwa sababu maneno yanawekwa, yanatekwa, yanarushwa. Watu nasikia usemi kwamba usisikilize maneno ya watu, wataongea tu. Sawa, wataongea, lakini wanaongea nini? Sifa Yesu Kristo. Sasa naomba tufungue kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19. Tuone mtu ambaye ni nabii mkubwa sana, lakini aliposikia neno aliomba hata kujiondoa uhai, kwa sababu kuna neno. Kuna ile maneno ambayo yanaweza yakatamkwa, yale maneno ndani yake yakawa yamepewa nguvu za uhai au nguvu za mauti. Ndio maana kuna ile maneno ambayo ndani yake kuna nguvu ya laana na kuna nguvu ya baraka. Wafalme wa Kwanza sura ya 19 kuanzia aya ya 1 mpaka ile aya ya 6. Wafalme wa Kwanza anasema, basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyofanya Eliya na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Hii ni ile hadithi ambayo Eliya amewaua manabii 850 wa Baali, na baada ya kuwaua anatokea mtu mmoja tu anamtumia maneno, na yale maneno anayotumiwa Eliya anatamani kufa. Kumbuka huyo ni mtu mmoja amemtumia tu Eliya ujumbe wa maneno, taarifa ya maneno. Eliya anatamani kufa, lakini Eliya huyo alikuwa anapambana kule kwenye mlima Karmeli na manabii 800 na wote amewaua. Alishindwa kuwaogopa wao, lakini anakuja kuogopa mmoja tu ambaye amempelekea ujumbe. Wote hapa tuendelee. Ndipo Yezebeli akampelekea Eliya mjumbe kusema, miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu
kama roho ya mmojawapo wa hao. Naye alipoona hayo, aliondoka akaenda ahifadhi roho yake. Akafika Beersheba, mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe. Akasema, yatosha sasa, Ee Bwana, uiondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Naye akajinyosha akalala chini ya mretemu, na tazama, malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Inuka ule. Huyu ni Elia, amepelekewa ujumbe wa maneno na Yezebeli. Yezebeli anamwambia, kama ulivyoua wale manabii, na mimi miungu ilisaidia kukua. Alafu panapo majira kama haya, yaani maana yake yale maneno aliyapa majira, yaani aliyapa ukomo wa kufanya kazi. Sasa Elia anaposikia tu hii habari, imagine anaanza safari. Maana yake ile taarifa ya yale maneno alipoisikia, ndani yake hakuona maneno, aliona mauti. Ndio maana hata anahama location, anamkimbia tu Yezebeli. Nakumbuka anamkimbia mtu mmoja, lakini alishindwa kuwakimbia watu 800, anakuja kumkimbia mmoja. Kwa nini anamkimbia? Amepata maneno, na yale maneno ndani yamemfadhaisha na yamemtengenezea picha ya mauti. Ndio maana Yeremia afika mahali anasema, ikiwezekana mimi si mwema sana kuliko hawa manabii wengine, na mimi niondoke. Kwa nini anataka kuondoka? Sio kwamba muda wake wa kuishi umefika ili aondoke. Vitisho vya maneno au maneno yameinuliwa, na hana option yoyote ile. Anaona haya maneno yana mauti ndani yake. Maanake Elia alichokuwa anakiona hapa ni mauti na si uzima. Ninyi mtakuwa mashuhuda. Kuna neno unaweza kuambiwa, hilo neno likaharibu siku yako kabisa. Umeamka vizuri, lakini asubuhi ukaamka ukakutana na neno, ukasema, pengine huyu mtu aliyeniambia hili neno ni bora hata angenipiga kuliko kuniambia hili neno. Yaani kuna neno unaweza kutamkiwa tu likaharibu maisha yako ya siku nzima au ya kazi, ukajikuta tu hauna raha. Kwa nini? Neno. Umetamkiwa neno. Nilikutana na injinia mmoja kule Dar es Salaam, ana kampuni ya ukandarasi, anasumbuliwa sana na changamoto ya madeni. Yule injinia ana bahati sana kwamba kila tenda anayoomba huwa anapata. Akaja tukasali, tulipoingia tukusali, nilipotamka neno zuio la kiuchumi, kaona yule baba kama anapoteza fahamu fulani hivi, afu anaanza kurusha ngumi. Kapiga mahesabu, nilikuwa peke yangu. Katembezwa kichapo cha kutosha muda, na hivyo hivyo sipokuwa makini, siku Yesu Kristo. Ndio maana mimi wasipagi tai, niliwahi kumigwa, wasingekuwa watu wa karibu hapa wengine. Kiwa tunasali, mtu alitokea huko, kaja wewe. Tokea siku hiyo labda kama navaa tai na ndio kwenye vikao vya nini na nini. Lakini kanisani basi nilipoona ile hali, nikafungua mlango wa ile chepe kama tahadhari.
alafu nikawa nyuma. Maanake namna gani? Mlango uko wazi, anaweza akakimbia tu. Tumesali basi, akaingia kwenye hali fulani kama ya kupoteza fahamu, akaanza kutamka. Kumbe baba yake alikuwa ni mfanyabiashara, baba yake injinia, alikuwa ni mfanyabiashara, na wakati alikuwa mfanyabiashara aliingia partnership ya kibiashara na mfanyabiashara mwenzake. Walikuwa wanapeleka biashara ya Mbozi, nafikiri nchi kama Kongo. Walishare mtaji. Sasa waliposhare ule mtaji, yaani walikuwa wanapeana zamu kwamba zamu hii anaenda fulani, zamu hii ataenda fulani. Sasa zamu aliyoenda baba yake alienda akapata hela nyingi sana. Wote hapo akamkiuka huyu mwenzake, akamwambia kwamba nimepata hasara. Lakini mazingira yanaonyesha kwamba kupata hasara kwa sababu kuna biashara zingine aliendelea kufungua. Yule rafiki yake akamfuatilia, akamwambia wewe unajua kabisa hali yangu na nimekuamini, nirudishie tu hata mtaji wangu, hata nusu ya mtaji wangu, isiwe kamili basi, naomba tu nusu ya mtaji wangu. Yule jamaa hakuweza kumpata. Sasa yule mfanyabiashara aliumia sana mwenzake, akamwambia umenifanyia hivi, utadaiwa wewe na kisasi chako. Na kweli yule mzee alikufa akiwa anadaiwa, and ile spirit haikumwacha yeye, ilikuja kwenye generation yake. Maneno, sisi hapa ni Watanzania, sio? Tuna katiba ya Jamhuri ya Muungano wa nini? Kila anayezaliwa lazima aishi kulingana na mwongozo wa katiba ya Jamhuri ya Muungano. Hata wageni wanaotoka nje, anapofika hapa Tanzania lazima apate katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kufanya nini inavyosema. Akienda nje ya hapo, mfumo unafanya nini? Unamtema. Ndio maana kwenye familia zetu tunaweza tukawa tumezaliwa kwenye hizo familia, lakini tukajikuta tumeingia kwenye mfumo wa kilichotangulia kabla ya sisi kuwepo. Unaweza kuchukulia kwamba ni kawaida, kumbe matokeo ya kilichopandwa wanakilipa wengine ambao hawakuwepo. Wanasema mwalimu, hilo haliwezekani. Fungueni kitabu cha Maombolezo sura ya 5 aya 7. Maombolezo sura ya 5 aya 7 kiko mbele ya kitabu cha Yeremia. Maombolezo sura ya 5 aya 7. Hamjafika? Basi mimi nimefika. Nasema hivi, baba zetu walitenda dhambi hata hawako. Sikiliza hicho. Baba zetu walitenda dhambi hata hawako, na sisi tumeyachukua maovu yao. Yaani na sisi tumechukua matokeo ya walichokifanya. Sasa kwa hiyo hakuna mtu anayeweza kurithi laana ya mtu. Yaani mimi siwezi kurithi laana ya baba au ya mama au ya kaka au ya dada, lakini hakuna namna atakuwepo matokeo ya ile laana, kwa sababu hakuna dhambi ambayo haina matokeo. Dhambi zote huwa zina matokeo. Sasa hawa wamezaliwa kwenye familia ambayo ni wapambanaji, wamesoma na wanatamani wainuke, lakini ndani rohoni wamekuta zuio kwamba ninyi mtadaiwa. Utadaiwa wewe na watoto wako. Kweli mpaka hapo walikuwa wameshapoteza tayari mtoto wa kike aliyekuwa ni mwalimu kwa sababu ya madeni. Shetani anapotaka kufanya jambo lolote huwa anatafuta sababu ya kulifanya hilo jambo. Ile sababu huwa ni kama ushahidi. Maana yake ni nini? Mahakamani hakimu hawezi akamhukumu bila kusikiliza kwanza ushahidi.
Anaposikiliza ushahidi kwanza, baada ya pale ndo anapita katikati, anasema okay, kulingana na kifungu hiki na hiki na hiki na hiki umeadhibiwa. Sasa kuna aina ya maneno ambayo huwa yana uhalali, na nani anayetamka yale maneno? Kuna watu ambao ni mfumo kwenye familia, kama baba ni mfumo, mama ni mfumo. Baraka zinatembea kimfumo. Baba ni mfumo unaoweza kutoa baraka kwenye kizazi chake au laana kwenye kizazi chake. Mama kadhalika ni mfumo. Sasa unaweza ni kawaida au hayawezi kwenda mahali popote pale, lakini kuna maneno ambayo ukitamka yanaumbika. Ndio maana kanuni ya kutawala na kumiliki iko kwenye kutamka. Kanuni ya kuamka iko kwenye kutamka. Kanuni ya kuinuka iko kwenye kutamka. Kanuni ya kubarikiwa iko kwenye kutamka. Kanuni ya kulaaniwa iko kwenye kutamka. Ndio maana uchawi wote unaouona wanaotoka kwenye Biblia, kitabu cha Mwanzo sura ya 1, pale Mungu alipokuwa anatamka liwe hili, linatokea. Anatamka kitokee hiki, kinatokea. Ni hivyo hivyo. Na kwenye ulimwengu wa giza huwa ni wajanja sana, wanacheza na maneno, wanakurushia maneno, wao unaenda kukutana na yale matokeo ya maneno. Anapoona pengine umekaribia kufanikiwa, maneno yanainuka. Ndio maana unaweza ukawa umeenda mahali fulani ambapo unajua kabisa hakuna mtu anayenifahamu hapa, sijawahi kuwa na mahusiano na mtu yeyote hapa, lakini unaweza ukatanguliziwa maneno. Unashangaa umeajiriwa kwenye ofisi, unashangaa umeajiriwa kwenye ofisi au umehamishiwa kitengo fulani, ukifikiri kwamba pale hakuna mtu anayekufahamu, haujawahi kumigwa naye kwenye eneo lolote lile, lakini wanatokea watu wanatanguliza maneno, wao unaenda na kukutana na yale maneno. Fursa inainuka, unatanguliziwa maneno kwenye hiyo fursa. Tena inainuka, unatanguliziwa na maneno kwenye hiyo fursa. Ndio maana angalia, leo ikitokea umelizungumza vibaya shirika lolote, labda ni Vodacom au au Airtel, ukalizushia chochote ambacho sio cha kweli, utalipa mpaka senti ya mwisho. Kwa nini? Hawataki vita ya maneno ya kuwachafua. Wanajua athari. Hiyo ni kwenye eneo la kibiashara, na rohoni ni hivyo hivyo. Ndio maana anachokifanya shetani, watu huwa wanawachafua rohoni kwanza, halafu wanakutana na hayo, wanakutana na huo uchafu mwilini. Ukishapanikiziwa uchafu rohoni, mwili utarespondi, tutaanza kukutana na matokeo. Dada mmoja aliniambia, mwalimu, nimelala napita kwenye jalala, afurele jalala ilikuwa linanuka sana. Nilivyoamka nimeenda kazini, magrupu ya kazini, nimeinuliwa maneno yanayonichafua sana. Kila mtu ameinua kitu ambacho hata mimi mwenyewe, yaani unakutana na abuse, maneno tu yameinuliwa. Na kwenye familia zetu pia kuna maneno ambayo mengine hayajawa msaada kwenye harakati zetu za kimafanikio, hayajawa msaada kwenye imani yetu, hayajawa msaada kwenye elimu zetu, hayajawa msaada kwenye ndoa zetu, hayajawa msaada. Unakuta mahali unasema nini ambacho kinaendelea kwenye maisha yako? Kumbe neno, na maneno huwa yanaishi, huwa yanaishi.
na kuna maneno ambayo ndani huwa yana uhai kabisa wa kuishi. Nilikuwa naona video moja, nafikiri imetokea huko Arusha, maeneo ya Mleo, huko Mleo, ili trend sana. Nilikuwa naona kuna mzee mmoja, nafikiri labda najua nyinyi si watu wa mtandao, ni watu mnasali rozari muda wote. Najua nyinyi si watu wa mtandao. Sasa ngoja niwaambie hiyo video ilivyokuwa inasema. Hiyo video ilikuwa inaonyesha baba mmoja yuko kwenye kichumba kichafu, kitanda kichafu, anajisaidia hapo hapo, anatema mate hapo hapo, hataki kubadilisha nguo kabisa, na ana watoto na ana mke wake. Kila anapojaribu hata kumpelekea chakula, fanya hivi, amka ubadilishe nguo, amka uoge, Sasa yule mke wake ndo akawa anasema kwamba huyu baba, huyu ambaye ni wake sasa, baba yake alipokuwa naumwa amelazwa KCMC, huyu baba hakwenda kumuona, na baba yake alikuwa anamuomba aende hata muone wazungumze. Huyu baba hakwenda kumuona mpaka anakufa. Sasa kabla hajafa, yule baba yake sasa akasema, ni ulichonifanyia mimi na wewe utafanyiwa hivyo hivyo. Na yule baba sasa alikuwa anafanya kazi, ametoka huko, ameacha kazi, akaja tu akaingia ndani, akawa ni mtu wa kulala tu ndani, au afanye nini? Ameingia tu ndani, hataki kutoka nje, yeye mtu wa kulala tu humo, hataki hata chumba kifanywe usafi. Hivyo watoto wake sasa walikuwa wamebadilisha na namba za simu kabisa, hawataki kumwona, hawapigi simu, hawafanyi chochote neno. Kwa kuna ile maneno ambayo yameua hatima na ukuu uliokuwa kwenye njia na harakati za watu kufanikiwa. Ngoja niwaambie ile story ya Waisraeli wanapokaribia nchi ya Moab. What happened? Wanapokaribia kuingia kwenye nchi ya Moab, ile nchi ilikuwa na mfalme aliyekuwa anaitwa Balak. Balak, baada ya kusikia watu wa Israeli wana nchi walizopita wanapoelekea kwenye nchi ya ahadi, alitetereka sana. Alichokifanya, akamtafuta mtu mmoja anaitwa Balaam. Ukisoma Hesabu sura ya 22, akamtafuta Balaam, akampelekea ujumbe Balaam kwamba Balaam, ninaujua uwezo wako. Yeyote ambaye huwa unambariki huwa anabarikiwa, yeyote ambaye huwa unamlaani huwa analaaniwa. Ninakuomba uje unilaanie watu hawa. Huyo ni mfalme anaenda kuomba msaada kwa mganga wa kienyeji. Sasa angalia, hakwenda kuomba bunduki, hakwenda kuomba msaada wa wanajeshi, alienda kuomba msaada wa maneno yenye nguvu, kwa sababu amewaona wana wa Israeli wanakuja. Anajua kabisa wakipita kwenye nchi ya Moabu watalamba kila kitu na nchi tabaki mavumbi. Mfalme ameteleleka, anataka sasa awalinde watoto wake. Anamtafuta Balaam. Nini anachomtafuta Balaam? Anamtafuta Balaam ili aje atamke maneno ya rohoni. Ndio maana anamwambia Balaam, chochote unachotamka huwa kinatokea. Ikiwa ni laana huwa inatokea, ikiwa ni baraka huwa inatokea. Sasa njoo, mimi nataka kwenye engo ya laana watamkie hao wana wa Israeli laana. Na unajua kwa nini anatamka laana? Siku zote mwenye laana huwa sio ushindi, hafiki popote, hana ukuu wa aina yoyote ndani yake. Kwa hiyo anajua kabisa kwamba hao wana wa Israeli wakitamkiwa tu laana, atakuwa na uwezo wa kuwatandika mwilini, kwa sababu atakuwa ameondolewa nguvu za rohoni. Angalia Mungu alivyo smart. Baba mkweli anakubali, anakuja. Ndio kwa mara ya kwanza punda anaongea. Baba anafika, anajenga madhabahu ya kwanza ili watamke laana. Anachinja ng'ombe, anachinja kondoo, anachinja mbuzi. Inapofika wakati anataka kutamka laana, anatamka baraka. Mpaka ikafika mahali
Balaki akamuuliza, wewe, sijakuita kuja kubariki hawa watu, nimekuita kuja kulaani hawa watu, mbona unatamka laana? Yaani kwa mara ya kwanza mganga wa kienyeji anawatamkia heri maadui zake. Mungu yuko smart sana, kwa sababu wakati anambariki Ibrahim kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura 22 ile aya kuanzia sura 22 mpaka aya 15, ile aya 15, Mungu alimwambia Ibrahim kwamba uzao wako utamiliki mlango wa adui. Kwa hiyo kulikuwa hakuna namna yoyote ambayo kuna neno lingetamka. Na kwa nini Mungu anatamka hivi? Anaweka zuio kwenye ulimwengu wa kiroho kwamba hawa hata ufanye vyovyote hawawezi wakalaanika. Ndio maana sasa Balaki anafika mahali anajikuta tu anatamka baraka badala ya kutamka laana. Mungu alijua athari ya laana, na alijua nguvu alizonazo kwenye ulimwengu wa kiroho. Alijua hili jamaa likitamka akatokea akablock.